Mwalika baba ili alete risala yake. Karibu Mheshimiwa Raila. Askofu na makasisi wa kanisa, waombolezaji wote ambao wamefika hapa, muregarengi mwadhani arogoshio henda shiodhe. Asanteni sana. Mimi nimekuja hapa siku ya leo kwa sababu ya rafiki yangu Mwenge wa Iria. Aliambia mimi ya kwamba yeye amefiwa na mama mke wake. Nikamwambia mimi nitajaribu, ingawaje niko na matanga kule upande ya Yata, lakini nitajaribu kufika hata kama ni dakika chache peke yake. Sasa mimi nina furaha, hii sherehe inafanyika katika kanisa ya Anglikani. Mimi ya Raila Amolo ya kibatizo, nibatizwa katika kanisa ya Anglikani kule Maseno. Baba yangu alikuwa mwalimu huko, na akatupeleka sisi kwa kanisa kwa mara ya kwanza. Akiulizwa ati mtoto mpatie jina, akasema Raila Amolo Odinga. Yule padri ambaye alikuwa kwa pale akasema pana, mtoto hawezi kubatizwa na jina ya Kiafrika. Tukafukuzwa kwa kanisa, mimi na ndugu wangu wawili. Sasa baba yetu akaandika barua kwa Archbishop of Canterbury, ambaye ni mkuu wa kanisa yetu ya Kianglikani, kupitia kwa mkuu wa hapa Kenya. Baada ya mwezi mmoja, barua majibu kutoka kule Ulaya ikasema sio hakuna marufuku, mtoto anaweza kubatizwa na jina ya Kiafrika. Ndio tukarudi kanisani na mimi nikabatizwa Raila Amolo Odinga. Hiyo ni jina yangu ya kikarimu. Sasa tumekuja kwa harusi ya mwisho ya mama Mary Nyambura. Mama yangu vile vile anaitwa Mary. Mimi ni mwana wa Mary. Sasa tumekuja kusema pole kwa wale ambao wameifiwa. Maana yake najua kifo inaleta uchungu mingi zaidi. Tunasema pole ni sana kwa kumpoteza mama, lakini maisha mpaka iendelee mbele. Sasa mimi jana niliona taarifa ilitolewa na kanisa yetu ya Kianglikani, ikanifurahisha. Nikasema hewala. Maana juzi mliona mimi nilienda mahali naitwa Shakahola. Manake watu tulikuwa wamesoma mambo mengi zaidi ambayo yalifanyika kule Shakahola. Kasema mimi nitaenda nishuhudie kwa niaba ya Kenya wengi ambao hawajafika huko. Nikafika pale kwenye mlango, nikazuiliwa nisiingie. Naambiwa ya kwamba hapa sasa uchunguzi unaendelea, hakuruhusi mtu aingie hapo ndani, hata waandishi wa habari hatutaki waingie hapo ndani. Nikasema uchunguzi ya aina gani fanyika ambayo watu wanazuiliwa? Kama watu wamekufa hapo na mnafukua kama kaburi ili mtoe mizoga ya watu, hakuna siri hapo. Hiyo natakana wengine waingie pale ndani wajue kitu gani kinafanyika hapo, kitu gani bwana inafichwa huko. Atunaambiwa mama, wewe kunywa hii ili ukufe uende
Baraka aende aone kabisa. Hilo kanisa aina gani? Hilo kanisa aina gani ambayo inaua watu kiholela? Hiyo si kanisa ya shetani? Hiyo ni shetani. Na shetani afanye nini? Shashindwe. Ilikuwa niliona vioja sana, nikasema haya haijafanyika katika taifa letu, ni mara ya kwanza. Ni vioja, na tumelaani vitendo kama haya vikali sana kama Wakenya. Sasa mimi nimekuja hapa kwa marafiki. Watu wetu wengi wajui urafiki ambaye tuko naye hapa. Pale mimi niko hapa, nikuja kuzika rafiki yangu hapa. Mbeleni nimekuja hapa kwa Matiba, pale naitwa Embassy House. Nilikuwa nakujaga hapo, nakaa na Matiba hapo kutoka asubuhi mpaka jioni. Narudi kwangu Nairobi. Matiba ametembesha mimi eneo hii yote mpaka kule Kahuhia. Akanipeleka mpaka nyumba pale ambaye yeye aliona baba yake alikuwa mwalimu hapo na alisoma hapo katika Kahuhia. Nikatembea kila mahali hapa. Unajua Matiba, Kenneth Matiba na mimi na Charles Rubia tulipinga utawala ya chama kimoja, na tukasema Mbio, onera, morome. Kono juu, kono juu, kono juu. Kono juu, kono juu, kono juu. Kono juu, kono juu. Twende. Vijana mnataka nani? Na wazee mnataka nani? Hadi wamama mnataka nani? Kila kona mnataka nani? Kono juu, kono juu. Twende. Vijana mnataka nani? Na wazee mnataka nani? Hadi wamama mnataka nani? Kono juu, kono juu, kono juu. Kono juu, kono juu, kono juu. Kono juu, kono juu. Twende. Vijana mnataka nani? Na wazee mnataka nani? Hadi wamama mnataka nani? Kila kona mnataka nani? Adehu, mbio, onera, morome. Kono juu, kono juu, kono juu. Kono juu, kono juu, kono juu. Kono juu, kono juu. Twende. Vijana mnataka nani? Na wazee mnataka nani? Hadi wamama mnataka nani? Kila kona mnataka nani? Adehu, mbio, onera, morome. Rudia bwana. Donge. Vijana mnataka nani? Na wazee mnataka nani? Mnataka nani? Raila amechotwa kupeleka ndani. Matiba akaenda Rubia, kwanza aligonjeka huku katika jela mpaka akafanyiwa upasuaji, karibu kupoteza sauti yake. Matiba baadaye akapata stroke huko ndani ambayo iliharibu maisha yake kabisa. Lakini pamoja na hayo yote tukaendelea. Mimi niliwachwa baada ya mwaka moja. Walipotoka nataka kunishika mara ya 4, nikatoroka nikaenda nje ngambo huko. Lakini tukule tumekutana na Matiba kule London.
tukubaliana kwamba tutaendelea na mapambano. Tukafanya hapa tena mapambano, maandamano, mpaka mwishowe Nyayo akalazimishwa kutoa hiyo section 2A, tukakubaliwa kuwa na vyama vingine. Kwa hiyo mimi nikija hapa, mimi nakuja kwa marafiki. Tena kijana yangu ameoa hapo Kandara. Mimi nakuja kwa adhoni. Mimi ni mdhoniwa. Mimi ni mdhoniwa. Si nikija kuna ubaya. Kuna ubaya. Mimi nakuja kwa rafiki, na hiyo rafiki ilianza zamani sana na baba yangu. Yeye na Kenyatta. Wakati ile wa Mau Mau kulikuwa na shida sana. Watu wengi walishikwa, ni Mau Mau walifungwa jela. Wengine wapeleka kule Manyani, wengine kule Hola, kule kwenye ziwa Victoria, kule kwetu, kule kwa iko visiwa viwili. Moja inaitwa Mageta, nyingine inaitwa Oyamo. Mau Mau walikuwa wanafungwa huko. Ziwaruru Kanja walifungwa kule Mageta Island. Walikuwa wanateswa, wanatolewa mchana, wanakuja kufanya kazi kwa barabara, alafu usiku wanapelekwa kule kwa kisiwa. Kisiwa wanafungwa huko, mwanake unajua ukitoroka utazungumza na mamba ndani ya maji. Sasa tukakaa kwa namna hiyo. Jaramogi akaenda huko kwa bunge, akapiga mkombora huko, akasema ati Mau Mau walikuwa ni watu ambao walikuwa wanataka kukomboa nchi yetu, na akasema Kenyatta ndiyo kiongozi wetu. Baadaye sasa kaanza Uhuru na Kenyatta, Uhuru kapatikana. Kwa hivyo urafiki kati ya Wakikuyu na Wajaluo ilitoka zamani mpaka sasa. Na tumesema sisi tutaki kuona siasa ya ukabila katika taifa letu. Mimi nikisimama hapa, nasimama kama Mkenya. Na mimi ningependa kuona kama Wakenya wote wanaungana, wanakuwa kama kitu kimoja. Sawa sawa? Kwa hivyo tukipinga kitu, tunapinga tu kwa sababu ya maslahi ya Wakenya. Sasa tumesema wananchi wanatoa ushuru. Serikali mpaka itoze watu ushuru ndio waweze kutoa huduma. Lakini ushuru juu zaidi inaumiza wananchi. Unaweza kukamua maziwa, mpaka sasa maziwa hakuna, damu ndio inatoka kwa matiti. Ndio sababu sisi tumepinga ushuru ambao unatozwa hapa kwa wale mahasla. Ulisema utalinda mahasla. Sasa mama mboga ananyanyaswa kwa mboga yake pale, mpaka utoe ushuru. Kijana hasla ameanza biashara kidogo hii ya ICT, anatoza ushuru kubwa zaidi. Wamama ambao wanashuka nywele na kupaka makucha rangi, sasa wanatoza ushuru. Wamama sasa hata mambo ya kurembesha hakuna tena. Je, hii ni ungwana? Hii ni ungwana? Tukisema hiyo ni mbaya, tumefanya makosa. Tumesema ushuru mkitaka tuelewane. Unataka kutoza mtu ushuru ili ujenge yeye nyumba. Ulize yule ambaye anataka nyumba, akubali yeye atatoa. Na yule ambaye ana nyumba anatoa ya nini? Anatoa ya nini? Kwa hii mambo ya kujenga manyumba ni vizuri, lakini kuna wengine tayari wako na manyumba. Hakuna haja kutoa hiyo toza hiyo ushuru. Hayo yote ni sababu sisi tumesema hiyo sio sawa. Ukisema tutoza ushuru, watu waketi chini, wazungumuze, waelewane. Mwisho sisi tumesema tunataka hapa kuna vyama hapa, chama hiki na kadhalika. Kama wewe ulichaguliwa kwa chama cha UDA
baki kwa UDA. Ukitaka kutoka kwa UDA, rudi kwa wananchi. Sio umalaya ya siasa tumesema tuwache. Lakini haya yote tumesema sisi tunataka tuungane zote pamoja kama Wakenya. Tumeelewana vizuri? Tumeelewana vizuri? Kanisa, asanteni sana kwa kunisikiza, na mtusema sisi tutatoa kitu yetu kidogo hapa. Asanteni sana. Asante sana, situpige makofi ya kilo. 1 2 3 1 no gutwirira njira ya muthigire.